أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. إخوة في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na usia nafsi yangu na zenu tumche Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala sababun min asbabil falah, ni sababu miongoni mwa sababu za kumletea mja kukuwa na falah, ama kuwa na kufaulu kwenye maisha ya duniani na maisha ya kesho akhira, baada ya kusimamishwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni wasia ambaye kwamba Allah aliwahusia waliotangulia na sisi ambaye kwamba tuko kwenye umma yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala: walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hiyo anatuambia ya kwamba aliwahusia wale waliotangulia miongoni mwa Mayahudi na Wanaswara, na vile vile akawa ni mwenye kutuhusia umma wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo, ikhwa fillah, ilikuwa ni sunna yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kila akisimama mbele ya masahaba anawahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa wao walijitahidi sana kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na hatuwezi tukawafanana isipokuwa ni kujaribu kuwaiga na kuwaiga wema waliotangulia, ni kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yetu ya leo biidhnillahi ta'ala tutakuwa ni wenye kuishi na hadithi moja na aya moja ndani ya kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi yenyewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam
alikuwa akituelezea baadhi ya watu, na watu hao ni wachache sana, na akatuambia watu kama hao watakuwa ni wenye kufaulu na watakuwa ni wenye kupata janna yake Allahu subhanahu wa ta'ala, na watapata saada kwenye maisha ya dunia. Hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu annahu qala, ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema nini? Bada al-islam gharib wa sayaudu ghariba kama badaa, kisha akasema fatuba lilghuraba. Hayo ndio maneno ambayo kwamba yatatujengea hutuba yetu ya leo. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi hiyo ya kwamba bada al-islamu gharib, Uislamu ulianza ukiwa ni ugeni. Dini ya Uislamu ilianza ikiwa ni ngeni sana, na yote ambayo kwamba yalikuwa ikifanyika kwenye dini ya Uislamu watu walikuwa wanashangaa, na yeyote ambaye kwamba alijitokezea kusimama na Uislamu watu walikuwa wanamshangaa. Bada al-islam gharib, Uislamu ulianza ukiwa ni ugeni. Ndani ya Maka, baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kupewa wahi, akaambiwa awe ni wenye kuwaelezea Makuraishi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na mtume akawa ni mwenye kutoka akawaelezea watu namna alivyoambiwa na Mola wao. Watu walikuwa ni wenye kumshangaa, watu wakawa ni wenye kumpiga vita, wakaona amekuja na maneno mageni sana. Na miongoni mwa watu ambaye kwamba walimpiga vita ni jamaa zake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini wanampiga vita? Wanaona amekuja na mambo ambayo kwamba ni mapya mbele yao, wanaona mambo ambayo kwamba anawaelezea hayaingii kwenye akili yao. Aja'ala alihata ilaha wahida, dini ambayo kwamba umekuja nayo inafanya waungu wetu ambayo kwamba tulikuwa tukiwaabudu, tukiwa na shida tofauti, kila mtu anakimbilia kwa Mungu ambaye kwamba anatatua hilo jambo. Ikiwa tunataka mvua, tunaenda kwa Mungu wa mvua. Ikiwa tumepata msiba ya magonjwa, tunaenda kwa Mungu ambaye kwamba anashughulikia magonjwa. Ikiwa tuko na njaa, tunaenda kwa Mungu ambaye kwamba anashughulikia mambo ya njaa. Itakuwaje wewe utambie ya kwamba tumwabudu Mungu mmoja, hali ya kuwa shida tuko nazo nyingi? Bila shaka umekuja na mambo ambayo kwamba ni mageni sana. Ndio maana anatuambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bada al-islam gharib, dini ya Uislamu ilianza ikiwa ni ngeni sana. Kwenye Maka, baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutangaza Uislamu, wajamaa wakaona sasa amewaharibia mipango zao. Amekuja na dini ambayo kwamba inaweka sawa mtu mnyonge na mtu ambaye kwamba ako na pesa zake. Bimaana inamfanya tajiri awe sawa na maskini, na hali Makuraishi wanaona hili jambo hapana, hatuwezi kuwa sawa na maskini. Wakapanga njama za kumkimbiza ama za kumuua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mpaka ikafikia Mtume anahama kwenye mji wake ambaye kwamba alikuwa anaupenda, mji wa Maka, akawa ni mwenye kuelekea mji wa Madina. Kwa sababu gani? Wanaona Muhammad amekuja na mambo mageni. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatuambia kwenye hadithi hii, wasayaudu ghariba kama badaa, na vile vile dini ya Uislamu itakuwa ni yenye kuondoka kurudi kwa Allahu subhanahu wa ta'ala, ghariba ikiwa ni ngeni sana. Ni kweli ama sio kweli ikhwa fillah? Angalia zama ambazo kwamba tuko ndani yake. Mtu yoyote ambaye kwamba anaamua kusimama na dini kwa haki, basi anaonekana ni mgeni sana. Anaonekana mambo ambayo kwamba anafanya hayaeleweki, yamepitwa na wakati.
Ikiwa ni kijana ameamua kusimama na dini yake, kwenye mjitamaa ataonekana ni mtu ambaye kwamba ako nyuma na hajaendelea. Kijana ameamua kuonekana mandhari ambayo kwamba ni ya dini, juu anaonekana ni mtu wa dini na anajaribu kujitahidi kuweka dini yake kwenye vitendo, ataonekana ni mgeni sana, na bila shaka atakuwa ni mwenye kupuzwa na atakuwa ni mwenye kupiganishwa. Ikiwa ni ndani ya familia, wamekaa wako na kikao, wanazungumzia mambo fulani, huyu atamuona yeye atakuwa ni mwenye kuzungumza wa mwisho, kwa sababu mambo yake hayaeleweki. Mambo yake ambayo kwamba anazungumza, anasema msiwe ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na mambo mengine. Na kwenye familia zetu, baadhi ya familia zetu, kuna baadhi ya watu wako na mambo yao. Utapata baadhi ya familia wako na nyumba ndogo ndogo, hizo nyumba ndogo ndogo kuna waungu wao ambao kwamba wanawaabudu. Sasa kijana kila kija kwenye meeting ya familia anawaambia, bwana, familia yangu mambo ambayo kwamba mnafanya haya sio mambo ya Uislamu. Wanamuona mambo yake imepitwa na wakati. Kwenye meeting ya familia ambayo kwamba wamekaa, saa ya kuswali ikifika atawaambia, jamani, tusimamisheni meeting twende tukaswali. Na wao hawapendi hayo, wanaona ni mambo ambayo kwamba imepitwa na wakati. Atawaambia, jamani tuswali, jamani tufunge, jamani yule ambaye kwamba kuna uwezo aende akafanye hija. Familia wanaona hiyo ni kuchezea pesa. Ushike milioni 20 ndio uende ukafanye hija. Wanaona ni mambo ya mchezo, ni mambo ambayo kwamba haingii kwenye akili yao. Wanaona mambo mageni. Ikhwa fillah, wasayaudu ghariba. Na ni kweli dini ya Uislamu itafikia wakati wa kurudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ni ngeni sana. Ikhwa fillah, hivi sasa nani ambaye kwamba ameamua kusimama na dini? Ikiwa ni familia yako, huwezi kuwahimizi waishi kwa dini. Mhimize mke wako aweze kuvaa namna dini inavyotakikana. Ikiwa ni watoto wako, jaribu kuwalea kwenye msingi wa dini. Ni familia ngapi hivi sasa ambayo kwamba wameamua kusimama kwa dini? Vijana wangapi ambayo kwamba hivi sasa wanaishi na wanawake, na wanawake ambayo kwamba wanaishi nao sio wanawake wa ndoa, hawajawafunga nikah, wako kwenye uzinifu. Lakini kijana mwenye ambaye kwamba atatoka kupinga mambo kama hayo, ataonekana ni mgeni sana, ataonekana amepitwa na wakati. Hivi natuambia mambo ya kushika pesa twenda kupeleka mahali kwa familia, sijui tena tufanye mambo ya ndoa, wafunge nikah ya nini, na tunaweza kukaa pamoja bila ya kulipa mahari. Anaonekana ni kijana ambaye kwamba amepitwa na wakati. Baadhi ya familia vile vile wanaridhia na jambo kama hilo. Anajua msichana wake ako kwenye kijana na hawajawafunga nikah, lakini hawezi kuzungumza. Kwa sababu gani? Anaona hakuna shida. Anasahau ya kwamba amevunja amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu mwanamke, namna tunavyowaeleza kila siku, uishi naye miaka 10, miaka 20, kama hawajawafunga nikah, basi mko kwenye zina. Vijana hawajali. Kijana anaona kutafuta hela hivi sasa ni aende kwenye kubet, aende kwa betting. Na kijana ambaye kwamba haendi kwenye betting, wallahi wanamuona ni kijana ambaye kwamba ako nyuma sana. Wewe haujui sijui ni odd, sijui ni under, sijui haujui over, mambo kama hayo hauyajui. Wanakuona uko nyuma sana. Kwa sababu gani? Umeshikilia dini yako. Na wanakushangaa. Mwisho wake utapewa majina. Kule ni tabligh, kule ni salafi, kule sijui ni al-Qaida, kule sijui ni nini, imani kali. Na utokezea sehemu fulani vijana wamekaa wanaanza kunongonezana, ndio yeye amekuja, imani kali ndio yeye amekuja. Wanaanza kuchokoza. Kwa sababu gani? Umeshikilia dini. Lakini ikhwa fillah, wale ambao kwamba mmeamua kushikilia dini, wallahi msiishiwe na nguvu. Tuzidi kusonga mbele kwa sababu tuko kwenye haki. Na watu kama hao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, fatuba lilghuraba. Na ni ghuraba ni kina nani? Kwenye hadithi, kwenye riwaya nyingine, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa,
qila ya man alghuraba ya Rasulullah, kina ghuraba hawa ambao kwamba unazungumzia ni watu gani? Qala, akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alladhina yaslihuna idha fasada an-nas, ni wale watu ambao kwamba wameamua kusimama kwenye haki, wanajaribu kurekebisha, kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Idha fasada an-nas, hali wakati ambao kwamba watu wameamua kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, watu wameamua kusimama na mambo ambayo kwamba yanamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yuslihuna idha fasada an-nas, ni wale ambao kwamba wameamua kurekebisha, wameamua kusimama na dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anaona mimi sitaweza kuishi na mwanamke ambaye kwamba hawajatufunga nikah, wacha mimi nirekebishe. Hata kama baadhi ya watu wameamua kuishi kwa uzinifu, kijana anaona hapana, mimi wacha nirekebishe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kijana ambaye kwamba ataona pesa zake anazo, ashike njia aende akafanye hija, bila shaka watamshangaa. Wataona hizo milioni 20 na kadhaa, angenunua ploti anaweka jengo lake, ama angenunua gari fulani, anakuwa pia ni mwenye kufurahia maisha. Lakini kijana anasema hapana, hela hizi wacha nizisike niende kufanya nini? Nikafanye hija, kwa sababu ni ibada, namridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wana pesa lakini wamekataa kufanya hija. Watu wana pesa wamekataa kutoa zaka. Watu wana pesa lakini umra vile vile imeshindikana. Utasikia kuna ile nyumba ni ya fulani, ile gari ni ya fulani, Kampala kuna jengo fulani. Ukiuliza je, amewahi kufanya umra, wanakuambia hapana. Umra yenyewe ni pesa ngapi? Ikiwa ni sana inaweza kufikia milioni 5. Pesa ambazo kwamba hivi sasa vijana ambao kwamba Allah amewapatia pesa, anashika pesa milioni 5, ananunua mobile phone, smartphone ya milioni ngapi? Milioni 5. Ukimwambia aenda fanya umra, naona ni kupoteza pesa, hali ya kuwa kuna faida nyingi. Wallahi, baadhi ya watu ambao kwamba wameelewa dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, kila akiona mambo yamefungana kwenye biashara zake, mambo haiendi vizuri, biashara imefungana, anashika pesa naenda nafanya umra. Wiki mbili anakaa, kwa wiki 3 anamlilia Allah subhanahu wa ta'ala, na wallahi akirudi mambo yake inakuwa sawa. Allah anafungua biashara yake, Allah anaweka baraka kwenye biashara yake. Baadhi ya watu wako na pesa, akiona hali imekuwa ngumu, anakimbilia kwenda kufanya umra kwa nyumba yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna jamaa alikuwa ni Mwarabu, amekaa na mke wake wa halali kwenye ndoa zaidi ya miaka 5, hawapati mtoto. Amejaribu kutembelea kwa hospitali kutafuta tiba ambayo kwamba ni ya kisheria, imeshindikana kabisa. Jamaa ameshika safari yake, amefunga safari, ameelekea kufanya umra. Amefika kule kwenye haram, hajatoka ndani, amekaa pale ni kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufanya istighfaru kwa wingi na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaa baada ya kutoka umra, mwezi umepita, anaenda hospitali, wanamwambia mke wake ako na ujauzito. Angalia watu ambao kwamba wamemuelewa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe bado kuna shida, unalia lakini unajiongezea shida. Unalia hali imefungana, biashara haitembei, unanua smartphone ya milioni 5. Umesaidia nini? Wanawake wajane wanahangaika, hawana chakula. Baadhi ya watoto wameshindwa hata kusoma. Kwa sababu nini? Baba zao waliondoka ulimwenguni, hawana watu tena wa kusimamia. Wewe unashika pesa, unanunua gari ya milioni 100, hali ya kuwa kwenye familia yako kuna watu wanalala njaa. Hiyo sio uadilifu, ikhwafillah. Unanunuaje gari ya milioni 100 kwenye familia yako kuna watu wanalala njaa? Ndugu yako hana kazi, dada yako huko anahangaika, hana chakula, watoto wake wameshindwa kusoma. Wewe unanunua gari ya milioni 100. Sio haramu? Nunua angalau gari ya milioni 30, basi zingine uweze kufanya nini? Kusaidia familia. Fatuba lilghuraba walghuraba humu alladhina yaslihuna idha fasada an-nas, ni wale watu ambao kwamba wameamua kusimama na Allah subhanahu wa ta'ala,
wameamua kusimama kwenye sharia zake Allah subhanahu wa ta'ala, idha fasada an-nas, hali wakati wameamua kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Humul ghuraba.